Bwana Yesu asifiwe. Leo niko hapa kusungumusia kuhusu upendo na maelewano katika jamii. Mungu amenipa hiki kipawa cha kufundisha watu na kuwaonya ili watu wa Mungu wakaweze kukaa sawa sawa. Ninapokaa hapa hivi, jamii ni watu ambao wanakaa pamoja, yani papa, mama na watoto. Na ukiona upendo na maelewano iko katika jamii, hiyo jamii inakuanga iko pamoja, inafanya mambo yao pamoja. Lakini ukiona jamii yenye inafarakana, upendo hakuna kwa hiyo jamii, utakuta sasa baba anaenda njia zake, mama anaenda njia zake. Utakuta hata baba akipata pesa anapeleka njia yake, mama naye akipata saga anapeleka njia yake. Utakuta familia inapaki katikati kiumia kwa sababu ya watu wawili kukosa upendo na maelewano katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Na mama ndio nguzo ya jamii. Bila mama familia haiwezi kuendelea. Maana hii familia inategemea mama. Na mama inatakana asimame imara kwa jamii ili akaweze kuendelesha hii jamii. Na akisileki kidogo utakuta jamii inaanguka. Utakuta sasa mama akiona msaa anaenda huku, yeye naye anakasia sana. Utakuta msaa akikuja anamwambia chakula hakuna. Utakuta watoto wakikuja chakula haipikwi. Kwa sababu hakuna maelewano na upendo katika jamii. Na mama akiwa katika jamii lazima awe na jina. Lazima ataitwe jina kando na jina ambalo alisaliwa nalo. Na mama kuitwa jina itategemea na matendo yake. Kama anafanya mazuri ataitwa jina mzuri. Kama anafanya mabaya ataitwa jina mbaya. Tukiangalia katika kitabu cha Ayubu 2:9 utakuta ya kwamba Ayubu alimuita mkewe mpumbavu kwa sababu mkewe alikataa kumsaidia kuomba ili akaweze kupona, bali akamwambia amtukane Mungu ili afe. Ayubu akamuona kama ni mwanamke mpumbavu na jina lake likawa mwanamke mpumbavu. Wanawake inakaa waweke bidii katika jamii, waonyeshe mfano mzuri katika jamii, waunganishe familia kwa pamoja. Na mama katika jamii inatakana awe mwongozo wa familia wa watoto. Maana watoto hao inatakana wafundishwe na mama. Mtoto ikiwa atakuwa na tabia mbaya, huwa wanasema ni mama. Kwa sababu mama kawaida yake yeye ndiye anakaa na watoto. Baba kawaida yake akai na watoto. Anasema tu ni mtoto wangu, lakini yeye hawezi akawafunza. Lakini mama ndiye anatakana ajue hawa watoto wanaenenda mienendo gani, awafundishe njia ya Mungu. Wakitoka inatakana huyu mama ajue wanatoka wakielekea wapi, wakirudi ajue wamerudi saa ngapi. Mama mwenye ujasiri katika boma. Tukiangalia katika kitabu cha Mithali 31:9 inasema, mwanamke mwema ni nani awesaye kumpata? Yani mtu akipata mwanamke mwema na washikane pamoja, wawe na upendo katika familia, hiyo familia inaendelea mbele, inasonga mbele. Na huyu mwanamke mwema inasemekana ya kwamba katika familia huwa anaamuka asubuhi na mapema sana na kuandalia watu wa familia yake chakula. Hawezi kusinzia watu wakaamuka, wengine wanaenda shule, wengine wanaenda kazi, mwanamke amelala kwa kitanda amenyamaza. Hapana. Hata kama ako na mfanyakazi, inafaa aamuke. Mfanyakazi akipika, yeye ndio kuchukua na kukawia familia yake ili kaweze kukula, kila mtu aende shughuli zake. Lakini mwanamke akiwa atalala usingizi, watu wanaamuka, yeye anaendelea kulala. Hajui mume amekula, hajui watoto wamekula. Mfanyakazi atamtanganya tu wamekula na kumbe hawajakula. Lakini mwanamke akiamuka atajua mume amefaa aje, watoto hao walifaa aje, labda amefaa hata socks vibaya ili akawatengeneze waende na akapaki na shughuli zake. Mwanamke huyu mwema inasemekana ya kwamba maneno yenye natoka kwa mtomo yake ni maneno ya amani. Hawezi kuwa na maneno ya kukula familia kila wakati na kutondoa familia kila wakati. Anakuwa na mambo ya kuchenga na mambo ya kufurahisha ili familia ikapate kuwa na furaha katika jamii. Na inasemekana ya kwamba mume wake umwamini kabisa kwa sababu ya uaminifu wake. Huyu mwanamke mwema inasemekana ya kwamba anafanya kazi kwa bidii. Na anapofanya kazi kwa bidii anapata mapato yake. Na hii mapato anafikiria ya kwamba aenda anunue kitu chochote. Anaweza akanunua shamba akaongeza, anaweza kununua kitu cha kudhihirisha hii ni jasho lake. Mwanamke mwema huwa anashirikisha vitu na vya mume wake na vinakuwa pamoja na familia inaweza kuwa na furaha. Huyu mwanamke mwema inasemekana ya kwamba
ananyoshea maskini mkono. Yaani hawezi ona mtu akaumia naye amenyamasia. Huwa anasaidia maskini sana huyu mwanamke mwema. Na huyu mwanamke mwema inasemekana ya kwamba watoto wake wakiamuka asubuhi wanampandika china, sasa si mama tena, wanamuita mbarikiwa. Maana sasa wanaona yeye mambo yake yanafanya imebarikiwa tu. Watoto wanaanza kumuita mbarikiwa na anakuwa na china chipya. Na mume wake anamwambia wanawake ni wengi kwa dunia, lakini wewe umewashinda wote, maana amefurahia ndani mwake. Na mume wake anasifiwa huku nje kupitia kwa tabia zake. Lakini akiwa mwanamke mbaya, pia mume naye huku nje atadharauliwa kupitia kwa huyu mwanamke. So utakuta huyu mwanamke mwema huyu, naye asipopata mume wa kusimama kuchukua majukumu yake kwa nyumba, utakuta sasa yeye amechukua majukumu kwa nyumba, amechitwika. Yeye sasa ndiye amekuwa kama mwanaume. Atasimamia kila kitu, lakini atasimamia kwa uchungu, kwa sababu mume wake naye ameshindwa majukumu zake. Utakuta huyu mwanamke sasa akijifika kiatu cha msaa amekuwa mwanaume, sasa anaanza kutawala tena. Anaanza tena sasa hata anaweza kuharakisha msaa mbio sana. Hata kupika hawezi akampikia. Hata hawezi kumfanyia chochote. Hata atamharakisha, atamwambia hata nifakiria hapa unichotee maji na upikie watoto lunch nipate kama umemaliza. Kwa sababu sasa yeye ndiye ametawala katika pombe. Utakuta sasa mzee hana sauti, hata kama alikuwa na sauti kubwa ya kunguruma. Utakuta mzee sauti imeshuka chini kwa sababu ameokopa mama. Hata mama akikohoa tu kitoko utaona anaamka haraka anamuuliza mama, ulikuwa unataka nikufanyie nini? Kwa sababu ya uoka, kwa sababu amekosa kutimiza majukumu yake nyumbani kama mwanaume. Utakuta sasa hata niliona kwingine mtu anaambia watoto kuleni haraka sana, muoshe masahani. Huyu baba akikuja tupate apate hata hakuna chakula kwa sababu aleti. Watoto wanakula mbio inawanyonga kwa sababu ya huyu mama na mzee wake kukosa amani na ushirikiano katika maisha yao. Nataka kusema hivi, mama katika jamii inatakana awe mama mtiifu na mvumilivu. Hata ingawaje mume wake anaweza kuwa kwa njia ya namna gani, yeye ndiye ndakana asimame imara, aweze kumsaidia ili wakati mwingine ataweza kurekebisha, ili hao watoto nao wakiona waweze kuona kweli mama wako na upendo kwa hii nyumba. Maana ikiwa mkawanyiko itakuwa kwa nyumba, utakuta hao watoto wakikuwa wakubwa tena wanafanya chinzi mama yao anafanya, wafulana nao wanafanya chinzi baba yao anafanya. Utakuta sasa hii jamii imefarakana kabisa. Watu wanaitana machina kwa jamii. Utakuta kama papa ni mlevi, mama sasa anambandika china na watoto. Akitokea huko utasikia kalewa ndio huyu anakuja. Mama kama ni mtu wa kukombana kwa poma sana, naye tena wanampandika chini. Papa naye kimuona na watoto unasikia mama kelele ndio huyu anakuja. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa ameoa na akakaa muda mfupi sana wakiwa wanakaa kwa amani. Lakini ikafika mahali mama anaanza kumuita china. Shipakuli kuja hapa. Na mwanzo alikuwa akimuita baba ya watoto. Lakini sasa huyu mzee akashindwa, huyu mama kwa nini ananiita shipakuli kuja hapa? Nataka nijue ni sababu gani. Ako umoja na mimi ama ako kando na mimi. Huyu mzee siku moja atakataka kumpa testi. Huyu mzee akajifanya ni mgonjwa siku ya kwanza, siku ya pili akajifanya amekufa. Na akachukua masiwa kwa kibuyu akawekelea kwa kichwa karibu na kitanda juu kabisa. Ukitaka kufikia hiyo masiwa ni lazima upande kwa kitanda ndipo uweze kufikia masiwa. Alikuwa anataka huyu mama alikuja hapa tusaidiane ama kazi yake ni alikuja kunikula tu. Huyu mzee alipojifanya amekufa, huyu mama akaenda kwa bedroom akapata mtu amejinyosha. Mama alifurahi, mama akafurahi. Akasema sasa nyama imekufa. Inajifanya na vitu hapa sana kunipimia. Sasa kitu cha kwanza nataka niende kuchukua masiwa. Nikae chini nikunywe, nikimaliza kukunywa ndipo sasa niende kuita watu wakuja wapepe maiti hapa. Huyu mama akapanda kwa kitanda. Nafasi ilikuwa hakuna, mzee amemaliza nafasi yote. Akakanyaga kifua cha mzee. Akaenda akachukua masiwa juu kwa msumari. Akashukia kwa hiyo kifua tena. Akakaa chini akakunywa akashiba. Ikamshinda ikapaki. Akasema nataka nirudishe kwa msumari. Watu wakikuja hapa wasikunywe. Mimi tu ndio nitakunywa. Na hii mali itakuwa yangu. Akaenda tena akapanda kwa kitanda. Akapanda kwa kifua cha mzee. Akaenda akaweka kwa msumari masiwa. Akashukia tena kwa kifua. Akashuka chini. Ndiposa akaenda nje kama ameshipa. Kuambia watu kuna mtu hapa mkuje mtoe. Watu wakakucha mbio, wakakuta mzee amechikausha hapo. Na huyu mzee alichikasa kabisa hapo mwi. Watu sasa wakaanza kukaa chini wakipanga mipango.
Huyu msaa alitokesea kwa bedroom na akakuja kwa sitting room. Watu walipomuona, wengine wanapitia mlango ya mbele, wengine wanatorokea mlango ya nyuma, lakini wengine wakachikasa. Akaambia watu rutini, nataka niwaambie maneno. Mimi sikuwa nimekufa, mimi ni mtu mzima. Walipokaa chini akawaambia, nilikuwa nataka nijaribu huyu mama, nione kweli ni mama wa kuchenga familia ama ni mama mwenye alikuja tu kukula. Lakini nimekundua ya kwamba ninakaa na shetani. Maana nilipojifanya nimekufa, hakulia. Alikuja kunipanda kwa kifua kwenda kungangana na masiwa ili akunywe masiwa, lakini hakuchali mwili wangu. Hivyo nimejua ya kwamba ninakaa na shetani. Sasa yeye akaitwa akapatilishwa jina, sasa si mama ya watoto. Jina lake likapatilishwa kama shetani. Nataka niambie msikilizaji mwenye ananisikia. Yaani kama unasikiliza tu vizuri katika familia. Je, wewe unaitwa jina gani? Maana kila mtu ana jina, liwe ni nzuri ama ni mbaya. Na kama mtu anafanya matendo mabaya ataitwa vibaya. Sasa nataka niulize yule mwenye ananisikiliza. Je, unaitwa nani? Unaitwa mbarikiwa? Unaitwa shetani? Unaitwa mpenda kula? Ama unaitwa nani? Ama ni kalewa ama ni nani? Mungu awabariki sana.